Na kusalimu ndugu Kongole mwenye unanifuata mwa hii video kwa sai. Asante sana. Sisi wote tunaendelea kufuatia hali ya security mwa nchi yetu juu ya vita ambayo tumeletewa na Rwanda huko Bunagana na grupu ya M23 ambayo yenyewe ni FPR ya Rwanda. Na kwa sasa kuna audios fulani au videos fulani zinazunguka kwenye mitandao, Wakongomani fulani wakiita ndo wengine kuwanyanyasa wale Wakongomani wanaozungumza Kinyarwanda, na hii ndiyo sababu kubwa ambayo nilipenda nifanye hii video fupi. Siingie ndani ya mchezo huo ndugu zangu, siingie kabisa. Huo ni mchezo wa Kagame, na ikiwa mtaingia ndani ya huo mchezo mtakuwa mko mnamtumikia Kagame bila kujua, sababu miaka nenda miaka rudi amekuwa akisema kwamba kuna genocide inaandaliwa kwenye udongo wa Kongo, nchini Kongo, genocide ya kuwaua Watutsi na kila mtu ambaye anazungumza Kinyarwanda nchini Kongo. Sasa ikiwa mtafanya mambo kama hayo ambayo hamtaweza kukontrole, watu watauana, watu wataumizana, mali ya watu itaporwa, na hatimaye Kagame atajitokeza sasa na kuitikisha ulimwengu mzima kwamba yale alikuwa akisema yalikuwa ni ukweli, kumbe bado si ukweli. Ninaomba ndugu zangu wa Kongomani muwe macho, mtumie akili, mtumie busara. Kagame anatuchokoza wa Kongo ili aamshe hasira za wengi wetu, na ajili ya ile hasira tuingie ndani ya maakte zenye ziko incontrole, zenye zitatupeleka mxenophobia fulani kama zile ambazo mmekuwa mkifuatilia nchini Afrika Kusini. Muwe macho kwa hiyo, msikubali huo uchokozi wa Kagame, msikubali kuwanyanyasa watu kwenye udongo wetu, sababu ni mchezo ambao ameucheza muda mrefu na sisi Wakongomani tuliweza kumuonesha maturity. Sasa kwa hii dakika ya mwisho ambayo ulimwengu umeisha kumugundua, Umoja wa Mataifa umeisha kumugundua, waliokuwa wakimsapoti miaka ambayo ilipita wamemwachilia. Sasa na uchumi wa nchi yake umedhorota, umeshuka kabisa. Anajaribu kurudi tena Kongo aone ikiwa anaweza kupandisha tena uchumi wa nchi yake, na hivi anataka sasa kuwe na sababu kubwa ambazo ataonesha tena ulimwengu kwamba amekuja Kongo kusimamisha mauaji ya kimbari au genocide dhidi ya Watusi. Msiingie katika mchezo huo. Watu ambao wanawaita kuwanyanyasa wa Rwandophone ni adui wa nchi na ni watu wake Kagame. Na msisahau kwamba kwa muda huu manifestation ziko zinafanyika ndani ya nchi. Il est fort possible que Kagame na watu wake wainfiltre zile manifestation, na watu wake sasa ndio wafanye madesastre mazile infiltration ili zirudi kwenye kichwa cha Kongo na wa Kongo. Sasa kwa hiyo nawaita mkuwe vigilant na kufuatilia kila kitu kwa makini. Jua jirani yako ni nani, jua mtu unayetembea naye ni nani, jua mtu uko naye manifestation ni nani. Adui yetu sio Mnyarwanda, maana wale Wanyarwanda wengi wa civilians nao wanateseka kama hamjui. Wanateseka kabisa, na wengi wao hawamtaki tena Kagame, na wanachunga labda mkombozi kama vile Waisraeli walimchunga Musa kuja kuwaondoa Misri. Na kwa hiyo msichoke. Mungu aliyetupa moyo wa kumvumilia Kagame na subira ni yule yule Mungu ambaye yuko pamoja nasi, na ni yule yule Mungu ambaye anakuja kumwangusha Kagame ili Wakongo na Wanyarwanda na region kwa ujumla iwe na amani sasa. Maana ilifika wakati Mungu akasikia kilio cha Waisraeli.
Ilifika wakati kabisa milioni 12 ya Wakongo ambao wamepoteza maisha sio ndogo, sio ndogo. Genocide ya Rwanda iliwapeleka watu milioni 1 na leo hii ulimwengu mzima unasema never again. Sasa kwetu tayari ni milioni 12. Inabidi sasa tusimame kwa pamoja na sauti moja, tutetee roho za ndugu zetu ambazo Kagame amezinyonga. Ninahakikisha kwamba ninaona mwisho wa Kagame karibu, na ninaona ukombozi wa Kongo karibu. Kwa kila kitu kuna mwanzo na kuna mwisho, lakini kabisa msichukue mipanga, msichukue fimbo, msichukue majiwe, msichukue kitu chochote kile cha kumzuru Mkongo mwingine kwa sababu anasema lugha ya Kinyarwanda. Sio vizuri. Ni hakika kweli kwamba tuko infiltre tangu societe civile mpaka ku presidence. Mzee Laurent Kabila mwenyewe aliyesema haya, na inaomba akili kubwa sana, uchunguzi wa makini kabisa kuwatambua wale Wanyarwanda ambao wametuinfiltre, na tukitumia akili, siasa na ujuzi, wenyewe watajiondoa na kurudi kwao bila violence yoyote, bila kumpa Kagame sheria. Maana ikiwa mtasifanya hivyo, mchukue mapanga, mchukue fimbo, mchukue mawe, mchukue petrole, kama nimesikia watu wanasema mchukue petrole, mchome nyumba za Wanyarwanda, basi mtampa Kagame sheria ya kusema kwamba yala mmekuwa akisema miaka nenda miaka rudi kwamba kuna genocide inaandaliwa Kongo, itakuwa ni ukweli, japo hamna ukweli wowote pale. Mkongomani sio mtu muuaji, hajawahi kuwa muuaji, na wale ambao wanataka kuja kuincite watu kufanya hayo yote, inawezekana ni wale wa infiltre wenyewe kwa societe civile ya Kongo leo, wa infiltre wa Nyarwanda. Kwa hiyo tutumie akili, tutumie ubongo, tuoneshe ulimwengu mzima kwamba Wakongo sisi ni watu wa amani, tunataka amani, ila tumechoka mauaji ya Kagame na RPF yake. M23 wanatumiwa na Kagame, wanapata sapoti ya Kagame, yani M23 egal FPR, ila hayo yasitupeleke katika ubaguzi wa ukabila na katika mauaji ya kimbari. Tutumie akili na ubongo, tuendelee kuonesha ulimwengu kwamba tunaweza, tuna nguvu, sisi ni watu wenye busara, watu wenye akili. Tunaomba tu government yetu ya Kongo kusimamisha kila masikilizano yote, kusimamisha diplomasia yote ile ambayo ilikuwa ikituunganisha na nchi ya Rwanda, kumfukuza bwana Vincent Karega ambaye ni ambassador wa Rwanda toke Kinshasa rudi kwao, na kumuita ambassador wa Kongo kutoka Kigali kurudi kwetu nchini, kufunga mipaka yote ya nchi ya Kongo, ili Wanyarwanda wasiendelee kujinfiltre mu societe civile yetu kwa muda huu, maana hiyo ndio kazi yao. Tunakuwa na information hapa sasa kwamba kuna majeshi ambayo pia wamepeleka Sud Kivu mupleni ya Rusizi kwenda kufanya mambo makubwa huko. Tumeisha kupasha ONU, tumeisha kuwajulisha watu ambao tulipashwa kuwajulisha, si lazima tuwataje hapa, lakini tunafuatilia kwa makini na tunajua nini kinaendelea. Kwa hiyo muwe macho wa Kongo. Mara tena nasema tutumie akili, tutumie busara, tusije tukajikuta tunampa sheria Kagame na kucheza mchezo wake. Basi sitazungumzia mengi, tunafuata yote ambayo yanafanyika Goma, yanafanyika Bukavu, yanafanyika Lubumbashi, yanafanyika nchini kwetu Kongo kote. Lakini pamoja na hayo tunataka amani, na muda si muda tunakuja kupata amani nchini kwetu. Kuna muda kabisa, maana kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka,
Kuna wakati wa kuzaliwa na wakufa, ndio. Kuna wakati wa amani na wakati wa vita, ndio, lakini tutumie akili na busara, na nawaza tukifanya hivi ndio tutamshinda Kagame. Diplomatiquement deja tumeisha kumshinda. ONU imeisha sikia, communauté internationale imeisha sikia, mu multinational kwenye alikuwa na balobiste ba mingi benye walikuwa namsaidia, nako tayari wamemuondoa mikono na amekuwa coincé économiquement. Ndio maana unaona anataka kudestabilize tena este ili ije afike kule tena kupie. Sasa wale wa ndugu zetu wa M23, Willy Ngoma na wengine wote, sitaki kuwataja majina hapa ili ninawajua wengi kwa mamia, mjue kwamba siku moja Kagame atakwenda. Kagame atakwenda, mpende msipopenda, atapita kabisa. Na si kubali wala siamini kwamba atakaye mgomboa Kagame atakuwa na hiyo mada, hiyo politics ya Kagame. Na kama sio, mtajikuta wenyewe katika shida kubwa. Ndugu zenu Watutsi ambao mnasema mnawatetea bila tasemaje, wao wenyewe kukubaliana nanyi, watawalaumu zaidi na mtakuwa mmewaacha katika shida miongoni mwa makabila mengine ambayo waliishi pamoja, walichangia, walioweana. Kumbe mlifanya hayo yote tu kwa faida ya Rwanda na Kagame. Muwe macho, ndugu ambao wako katika M23 huko Bunagana, huko Uganda, Rwanda, mfungue macho. Fungue macho. Laurent Nkunda yuko wapi leo? Jules Mutebutsi yuko wapi? Bosco Ntaganda yuko wapi? Na wengine wengi wa M23 ambao sitaki kuwataja majina, wako wapi leo? Sasa mnafikiri ninyi ndio mnakuja kufanya miracle? Makenga, unafikiri wewe ndio unakuja kuleta tofauti yoyote? Kagame atakumaliza kama alivyowamaliza hawa wote ambao nimetoka kuwataja. Atakuzimisha kama moto wa majani. Ukubali usipokubali, sioni M23 ikishika Kongo, sioni. Hivyo vita vya zamani mwaka 1996 yamekwisha yale. Ile miaka ya RCD imekwisha ile, msahau. Mkongo amechoka na amefunguka macho. Hamtaendelea hivi, Wakongo hawakubalie. Mnafikiri mnajisaidia, kumbe zaidi mnaendelea sasa kuchimba shimo. Na mjinga kama isemavyo Biblia, anaichimba shimo na hatimaye mwenyewe anaangukia ndani. Kwa hiyo muwe macho na muwe makini, watu wa M23. Tunawapenda na tunawaomba muweke silaha chini, muachane na siasa za genocide ya Kagame. Kila kukicha leo Kongo kunaandaliwa genocide, Watutsi hawatakiwi, Watutsi wanabaguliwa. Hebu mnabaguliwa wapi? Wapi huko mnabaguliwa? Kongo kweli mnabaguliwa? Haya, nataka tu, ilikuwa ni video ndogo fupi ambayo nilipenda tuzungumzie jioni hii na kuambia kwamba kilicho na mwanzo kina mwisho. Kagame hataishi milele ndugu zangu, mnajidanganya sana. Hata Museveni hataishi milele. Kijana wake huyo Kainerugaba Muhoozi ambaye pia anakuja na historia za kuwasha moto katika kanda la maziwa makuu katika nchi zetu, hata faulu. Hayo mawazo yake ya empire ya Hima-Tutsi au empire Hima-Tutsi sioni kifanikiwa kabisa, maana watu wamefungua macho sana. Watu wamefungua macho sana na wanajua leo hii, watu wanajua sasa malengo na shabaha za vita hivi ambavyo vimeletwa katika kanda la maziwa makuu tangu miaka nenda miaka rudi. Na kwa hiyo watu sasa wako tayari kujipigania. Wako sasa determine.
Kwa hiyo sioni hiyo empire kabisa ikiota mizizi na kukua. Msijidanganye, msijidanganye. Itakuwa ni leo, kesho au kesho yake, mtayaona kwamba hayatawezekana na yakiwezekana hayatadumu. Hapana, hapana. Ninyi wenyewe mnawasha moto, ninyi wenyewe mnachimba shimo alafu mnaangukia ndani. Mbona mnajifuzia na kujinukia wenyewe? Haya, nchi yetu tunaipenda Kongo, tunapenda pia Wanyarwanda, maana hawana uadui wowote na sisi. Adui wa Kongo ni RPF, sio Mnyarwanda. Mnyarwanda pia ni victim, ni victim wa RPF. Siasa sio kuuana, hapana. Siasa ya mauaji imeletwa na RPF ndani ya kanda la maziwa makuu, na muda hii siasa inakuja kuisha. Asante sana. Tutazidi kwa video nyingine, ili nilipenda kuamsha akili za wamoja na wengine kwamba muache hayo. Msichukue mawe, msichukue mipanga, msichukue petrol, msichukue kitu chochote cha kumdhuru mtu mwingine. Kagame alianzisha haya, mwenyewe yatarudi kwa kichwa chake. Tutumie akili na ubongo. Wakongomani tuna akili, tuna busara na tuna hekima. Asante sana, mubarikiwe na Mungu aibariki Kongo.